Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndugu zangu katika Yesu Kristo, ni mtumishi Enoch, msemaji wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Ninawasalimu nyote katika mlima huu, mlima wa vijana katika Yesu Kristo. Tumaini langu nyote mko salama katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Ninawakaribisha tena, jisikieni huru sana. Kwa siku ya leo ninakuja na somo nzuri sana kwa ajili ya wana wa Mungu, kwa ajili ya watumishi wa Bwana, kwa ajili ya wajakazi wa Bwana, kwa ajili ya wana wa Mungu au watoto wa Mungu, kwa ajili ya watakatifu wote. Bwana asifiwe. Kwa maana sisi tunadai kwamba tuna upendo, lakini watu wakitolewa kwa matendo yetu, bado tunakosa upendo ndani mwetu. Bado hatuna ile upendo kama jinsi Bwana alivyotuambia ya kwamba tuwe na yule upendo. Ndio utakuta kwamba makanisa mbalimbali bado yangaliki yanagombana kwa sababu bado hawana na upendo ya kikamilifu ndani mwao. Kwa sababu bado kungaliki chuki fulani ndani mwao, wanashindwa hata kuungana, wanashindwa hata kufanya kazi kwa umoja. Ndugu zangu wapendwa, kwa nini tuendelee kujidanganya na kuhubiria watu kwamba tuwe na umoja, tuwe na upendo? Kumbe sisi wenyewe kwa sisi hatuna upendo. Sisi wenyewe tunajaa unafiki. Sisi wenyewe hatufuati sheria na amri ya Bwana Yesu Kristo. Ninamaanisha nini hapa, ndugu yangu mpendwa? Namaanisha kwamba watumishi au Wakristo wa siku hizi za mwisho, tuseme tu siku hizi za mwisho za kizazi cha nyoka, kwa maana tukisema siku za mwisho tayari tumeshafika na tumeshazidisha sana kuliko hata watu wa zamani. Hata kama maandiko matakatifu yanasema kwamba hakuna mambo mapya, yale yametokea jana, yametokea leo, yale yaliyotokea leo tayari yametokea mwaka jana. Bwana asifiwe. Sasa mimi niko nataka sasa niongee au nikafundishe kuhusu upendo wa Bwana, au upendo tu ndani wa Kristo imekufa, inafifia. Watu hawana upendo wa Bwana. Hata kama wakihubiri watu wabadiliki. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyo mchungaji mwenyewe, huyo mtumishi mwenyewe hana upendo, hajali watu. Yeye yuko pale tu kujionesha, yuko pale tu kuhubiri akaende zake. Lakini hana pale kwa sababu anajali watu, kwa sababu hapana, yuko pale tu kujionesha tu kwa kicheo tu na basi. Bwana asifiwe. And that is the problem. Utakuta hata vijana wenyewe wao wanahubiri kwa mitandao, wote wanakosa upendo. Hakuna mmoja wao ana upendo. Hakuna mmoja wao ana umoja. Utakuta huyu na huyu wanagombana, huu kundi na kundi wanagombana, Wakristo hao na Wakristo hao wanagombana. Sasa nawaambia tunaelekea wapi kama watumishi wa Mungu? Utakuta huyu mchungaji anasema kwamba kila mtu na Mungu wake. Kama unaamini, baki na Mungu wako. Wewe kama unaamini, unabaki na Mungu wako. Sasa ndugu yangu wapendwa, je, Mungu amejigawa? Je, tunakuwa na miungu mingine? Tunaabudu miungu mangapi? Kama sote kama Bwana amesema kwamba je nyote hamna baba mmoja? Kwa nini tuanze gawa kwamba kila mtu na Mungu wake? That's utakuta kwamba watu wengi hata Wakristo wenyewe wanaanza kusema kwamba kila mtu na Mungu wake. Nitafuata yale moyo yanayoniambia mimi. Ndugu, nakwambia ukifuata moyo itakuangamiza. Kwa maana maandiko yanasema kwamba moyo ni kitu kidanganyifu kuliko kiumbe chote. So wewe ukifuata moyo wako tayari hata jehanamu unaenda. Jina Bwana barikiwe. Watumishi hawana umoja. Kwa nini wazungu watupite sisi Waafrika wa kila jambo? Kwa upendo utakuta mzungu ana upendo zaidi kuliko hata Waafrika. Kwa sababu ya upendo ya mzungu, wewe unajua injili ya siku ya leo. Pasipo wazungu kuwajali nyinyi, kama wazungu hawangili wajali nyinyi, hata hii Biblia hatungiliona hata kuwe nini. Nyinyi wa Afrika, je, nyinyi mnazana kwamba mnafanya kazi kwa ukubwa sana kuliko wazungu?
Why kama mnakubaliana kama timu nyinyi mnafanya kazi kuliko wazungu, kwa nini injili yenu nyinyi haifikaki mbali kama injili ya wazungu inakuwa nafika? Kwa nini sasa amfanyaki mambo makubwa kama wazungu wanayofanya mambo ya ukubwa? Kwa nini nyinyi mkihubiri mnahubiri tu siri, mnahubiri tu siri? Kwa nini msubiri hadharani? Kwa nini nyinyi muone upendeleo mnahubiri wale watu nyinyi mnawapenda, lakini hamuhubiri wale watu ndo walio nje pia ili wapate nafasi? Kwa mfano mzuri, Kongo, utakuta Kongo watahubiriana kwa tu Kongo tu, lakini hawatatoka wapi? Hawatatoka nje. Watumishi wa Kongo utakuta wanabaki munda na Kongo, hata kama Bwana ikiwatuma Tanzania vitakatala. Kwa sababu gani? Kwa maana havina na moyo ya Mungu ndani mwao, havina na moyo ya kupenda watu wengine waokoke. Bwana Yesu turemo. Ndio utakuta kwamba hata wazungu, hata Waafrika hawana na upendo. Kwa hiyo why do you think makanisa zote zinaharibika? Kwa sababu ya Waafrika wenyewe wanajaa unafiki ndani mwao. Kusema tu. Kusema. Hata vijana wengine vijana kwenye mitandao kuongea tu. Utakuta watu wanajiita evangelist, lakini wenyewe hawajui hata kazi ya evangelist. Je, ninyi evangelist na waita nyinyi, kuna wanawake wanajiita evangelist, wanaume wanajiita evangelist, ninyi evangelist wenye mitandao, wenye Instagram, Facebook, YouTube. Je, mtabaki kuwa tu evangelist wa mitandao? Ili kweli mnajua maana ya uinjilisti au huduma ya mwinjilisti? Kama kweli wewe ni mwinjilisti, basi pelekea watu wengine injili. Watu wa shoga wapate injili, watu walevi wapate injili, wakahaba wapate injili, watu sio mcha Mungu wapate injili. Kwa nini sasa nyinyi amko natolea? Mwinjilisti hakwaki sehemu moja. Mwinjilisti anakuwa sehemu yote. Hakwaki tulia. Hata utakuta yuko huko. Lakini nyinyi mko sehemu moja. Hamuna na upendo ya kikamilifu, hamuna na upendo wa Kristo ndani mwenu. Muna upendo leo wabembe wote, hamuna na upendo. Upendo wenu tu mnataka tu wabembe tu waokoke, lakini hampendi watu wengine waokoke, hampendi. Jinsi mnavyoishi, jinsi mnavyotonesha, tayari tunaona wazi. Sijawahi kuona mbembe analeta mzungu kwa Kristo, hata mmoja. Sijawahi kuona mbembe anatoka. Mimi naongea na kabila kwa cha wabembe. Acha nitaingia baadaye. Sijaona kabila cha wabembe kutoka nchi wengi ni evangelist, ni wasiku wale evangelist. Kwa nini sasa usitoki nje? Usiende kule kwa washoga, kwa makahaba, walevi, uwahubirie injili, nao wakapate kuokoka, nao wakapate kuona mwanga umeshuka ndani mwao. Kwa sababu hamjui kazi ya uinjilisti. Kwa sababu hamjui hauna upendo. Mna upendo leo, mnapenda wale watu ndio mnawajua waokoke. Mbali mpende watu ambao pia waokoke. Mimi sijali kama utasema mtumishi anaweza ongea. Ndugu yangu mpendo. Maandiko matakatifu yanasema kwamba na upendo wetu usiwe na nini? Usiwe wa unafiki. Unafiki yasionekane ndani mwetu. Maandiko matakatifu yanasema Bwana Mungu si Mungu, yeye ni Mungu wa watu wote. Mungu si Mungu wa kabila moja. Mungu si Mungu wa lugha moja. Mungu si Mungu tu wa taifa moja. Mungu ni Mungu wa taifa yote mzima, dunia yote mzima, ulimwenguni. Bwana asifiwe. Upendo ndani wa Kristo umeshuka. Ndio maana utakuta wabembe wa Kristo wa Afrika hawatafanya kitu kikubwa ndani ya maisha yao, kwa maana hawatembei na upendo wa Mungu ndani mwao. Upendo wao ni upendo wa unafiki. Upendo wao ni upendo wa cheo. Wanapenda fedha,
Wanapenda vitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanajua kwamba hata kama wakienda kule nje, kwa sababu kule nje sio watakutana mapepo. Wakipima kutoa pepo huyo, kuombea mtu wa pepo, watashindwa. Kwa sababu gani? Sababu kwa maana hawabebi upendo na nguvu za Bwana azimo ndani mwao. Vijana, mabinti, mnajita wainjilisti. Mnajita wainjilisti. Kazi ya wainjilisti tunataka kuona. Kazi ya mitume tunataka kuona. Mitandao, kila saa mitandao. Mwinjilisti anakuwa sehemu moja. Mwinjilisti anakuwa sehemu mbalimbali. Unaenda huko kwenye state, huko kwenye city, huko kuna huko hapa na hapa. Bwana asifiwe. Hata Yesu mwenyewe, Yesu kwa sehemu moja. Yesu alikuwa huko. Hakuko. Hata Filipi basi kwa sehemu moja. Filipi alikuwa sehemu, mtume Bwana alikuwa sehemu moja. There was never. Ndugu zangu katika Kristo, tusipobadilisha matendo yetu, tusipokuwa na upendo ile dhati, upendo ya kikamilifu ya kimungu ndani mwetu, hata huduma mnayofanya itakuwa sawa na bure. Maandiko matakatifu yanasema kwamba hata kama nikinena kwa lugha za binadamu na za malaika, hata kama nikitoa mwili wangu wote, kama sina upendo ni sawa na bure. Hata kwenye kazi ya Mungu kama una upendo ni sawa na bure. Watu wanaohubiria wenyewe wapendi. Watu wanaohubiria wenyewe wanaongelea vibaya. Watu wanafundisha wenyewe una chuki kubwa juu yao. Upendeleo na upendeleo. Bwana asifiwe. Tuingie katika maandiko matakatifu. Tuingie Mathayo sura 5. Haleluya. Tusome Mathayo sura 5 mstari wa 45. Inasema kwamba ili mpate kuwa watoto wa Mungu, ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni, kwa maana yeye uangazia jua lake watu wabaya na wema, na kuonyeshea mvua watu wanyoofu na waovu. Unaona? Bwana yeye wewe usitaka kama wewe uko special, you're not special. Kuna wengine hata wanabidii ya kuomba kuliko hata wewe. Kuna wengine hata wanabidii ya kujitolea kuombea watu wengine kuliko hata mimi. Kuna wengine hata wana imani kubwa kuliko hata mimi. Kuna wengine hata kwamba wana maarifa ya kutosha kuliko hata mimi. Hata mimi nitaka kama niko special sana kwa Mungu. Mimi si kitu mbele za Bwana. Na wewe pia ujitie kwamba wewe si kitu mbele za Bwana. Uwe na hamu ya kuleta watu kwa Kristo. Usiwe na hamu tu ya kufanya tu watu one tribe tu wetu kama tu Mungu. Penda sana watu, taifa lote mzima ijue Mungu. Mimi nisasema kwamba ole wangu mimi nisipofika mataifa mbalimbali. Ole wangu mimi nisipojulikana mahali mbalimbali. Kwa maana mimi nakwambia na sitasema, mimi yangu vision inakuwa mbali sana. Mpango yangu sana inakuwa mbali sana. Mimi sipeleki mambo madogo. Mwenyewe unapenda msipende mambo madogo. Of course mtu anataka udogo kisha napanda. Lakini pia mkiwaza mambo madogo sana, hata kufika mbali hamtaweza kufika mbali. Chukueni mfano wa wazungu. Nyinyi mmejua injili kupitia wazungu. Mmehubiriwa na wazungu. Kila siku utakuta mna wazungu na wasaidia nyinyi, lakini nyinyi Musa wasaidia wazungu nini? Mitandao ni fujo. Nenda nje hapo, kuna watu wengi hapo. Umewalisha wangapi? Wamaskini wako nje au maskini. Umewalisha wangapi? Watu wanakosa mavazi. Umewapatia mavazi. Utakuta una mavazi mengi lakini haukai tumikisha kitu utazitupa tu, na watu wako nje hapo wanakosa mavazi.
watu wakosa chakula, wayatima. Ndugu, utakuta ndugu mwenyewe utamunyima hata chakula ndugu yako. Actually unapanda meza, unapanda hapa kwenye meza bao. Unapanda kwenye kamera, unafungua kamera. Unaanza ubiri. Wewe ni mpumbavu, mjinga. Hawezi ukaniolisha kitu mwenyewe wakina kifata. Hata kama ukilisha watu hiki kitu akitagusa watu, unachafua tu mioyo ya watu, unachafua tu mdomo wako mwenyewe. Utakuwa inanuka, mdomo wako inanuka. Utakuta tu mdomo, maneno yako tu yaeleweki. Watu watabadilika. Wadu si ndo maana utakuta kama chuma cha maombi hivi masiku machuma ambayo aziendake mbele, ugovi huko kwa sababu hamna upendo. Hata ndani mikutano yenu amkwaki naalika watu wengine Warundi, hata wa Zimbabwe, wa Nigeria, wazungu, amkwaki naalika. Kwa nini? Kwa maana amuwapendi nyinyi, amupendi mukajifunze lugha zao ili mkawateke, mkawaleta wa Kristo. Wazungu, utakuta mzungu unaomjaka, mzungu utakuta atajifunza, atakula kama Mwafrika, atajiteka kama Mwafrika, atavaa kama Mwafrika, anakula kama Mwafrika, atajifunza lugha ya Kiafrika, ili tu alete watu kwa Kristo. Lakini wa Kristo wangapi wanaiga mambo, wanawaiga wazungu? Utakuta hakuna hata mmoja. Utakuta hata wabembe wako huko Amerika kina wajua hata Kiingereza. Sipendi ni lost my language. Ona mimi hapa hivi ninaongea Kiswahili, naongea Kidanish, naongea Kiingereza, hata German na kiongeaka, hata Swedish na Norway. Norway na Swedish, Norway, Danish inakuwa tu almost the same language but different. Maneno ni different. No. Hapa nikisema kama tu kwa mfano wapigi kijana, mtaelewa nini? Non. Hapa nikipenda kama ti ya viga mponi soma menska ti Christus, vorevi forstore. Ik forstår no som helst. Hvorfor? Fordi I forstår ikke noget som helst. Det er derfor jeg siger til jer, I skal have kærlighed. Det er en kærlighed, som Gud har givet jer. Det er den kærlighed, I skal give til andre mennesker. I skal ikke kun tage den kærlighed for jer selv. Der er mange afrikanere, det vil gerne have. Det vil gerne kun have. Afrikanere, de skal kun kende Gud. Men det vil ikke have. Det vil ikke bringe den Gud til andre afrikanere. Og det er et problem. Naongea Kidanish kwa maana hapa kuna hata watu wa Danish wananifuataka, wanakuwa nisikia. Channel hii imeanza, nilianza mkidanua hii channel, nilianza mkidanua. Kwa maana nikaona kwamba wadanua wengi wani wadanua, wafuasi wangu wengi ni wadanua hapa, sio Afrika. Hata mimi nakuwa naona huruma, lakini je, Kiswahili nafundisha watu katika lugha ya Kidanua. Na ndio utakuta kwamba hadi nimetengeneza hata mwimbo ya Kidanua. Nyimbo mbili katika nyimbo tatu za Kidanua. Furie vil danskere der forløfter mig også. Men hvis du ikke ændrer dig, min kære ven, hvordan vil Gud ændre dig, når du ikke selv har den der lyst til at kunne bringe så mange mennesker til Kristus? Huri basi kaprimesa pa. Bwana, badilisha lugha. Huri basi pray. Asante Bwana. Samani. Kwa maana hapa niliactive lugha ya Kidanish. Sasa nikiactive lugha ya Kidanish utakuta nitachanga Kiswahili na Kidanish ndio sasa mimi utakuta niko changa niko nenda hivi. Na hiyo sipendi. Sio napenda wakati kuna ubira. Nataka tu niwe sehemu moja, niwe nasema lugha moja. Bwana asifiwe. Naona. So, Bwana yeye anaonyeshia hata waovu na watu waweme, hata wewe mtakatifu, Mungu anakuonyeshia hata watu waovu, Mungu anaonyeshia. Mimi nawaambia kwa Kristo, mbona tunalala? Mbona watu wapagani tu wanafanya mambo makubwa kuliko sisi wa Kristo? Kuliko sisi wa Kristo. Mbona wapagani sana wanafanya mambo makubwa kusaidia watu,
Hii kusaidia watu watima wengi. Wale ndio wanawasaidia. Lakini utakuta Wakristo wanakaa tu chini kuongelea watu wengine. Utakuta Mkristo hata kusaidia mtu. Hata oh my day. Bwana Yesu Kristo haturehemu sana. Watu wanasema kwamba wana uchungu ya Kristo, wana uchungu ya Injili, lakini ndani yao ni wanafiki, hawana uchungu ya Bwana Yesu Kristo. Uchungu yao tu ni kama kamera. Wanapenda kujionyesha tu. Wanataka tu wawe pale tu. Mathayo 5:45. Ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni, kwa maana yeye uangazia juu walake watu wabaya na wema, na kuonyeshea mvua watu wanyofu na waovu. Hivi ni watajie wa Kristo watajiri kwenye siku za mwisho. Watajiri. Nitasema ni few people, not a lot, few. Nitajie watumishi wanafanya kazi kwa ukubwa sana kwenye siku za mwisho. Utakuta ni few, lakini si wengi. Lakini tukienda kwa manabii wa uongo, watumishi wa uongo, utakuta wanafanya kazi kwa ukubwa sana na havina upendo ya ajili ya watu. Havina upendo. Maana wao hawajali na watu. Hawajali na watu yote. Samani. Utakuta hawajali na watu. Hawajali na watu wote. Wanabii wangu hawajali na watu. Lakini utakuta watamake ya kwamba wanajali watu, lakini hawajali. Tatu utakuta wanapata watu wengi. Wanafanya mambo ya taratara kubwa. Aisha wa Kristo mnaanza kuwalaumu. Nyinyi wenyewe mjilaumu kwa nyinyi wenyewe. Mjukumu nyinyi wenyewe. Kabla ya kuhukumu watu wengine, mjukumu nyinyi wenyewe. Ala. Mnaongelea watu wengine, lakini wenyewe kwanza ni wavivu wa kusoma maandiko, wavivu wa kujitolea kwa kazi ya Bwana, wavivu wa kuombea watu, wavivu wa kufunga, wavivu wazembe katika kazi ya Bwana. Kutoka hapo kwenda nyingine sehemu ni wavivu. Lakini chumba cha maombi mtaenda, kwenye mariage ya Warundi mnaenda, mariage ya watu wengine mnaenda, lakini kwa kazi ya Bwana mtaenda. Mungu aturehemu sana. Mungu aturehemu sana. Ndio mimi nasema kwamba kama mtanitukana mimi, kama mtanichukia mimi, munichukie. Mimi nitasema mambo na nitafanya kazi. The thing mambo niliyosema nitaprove. Kama nasema kwamba ninatoa ninatumikisha na mimi ni mchawi, basi nitakuonyesha uchawi wangu. Nitaombea watu na watu wanapona. Nitaombea watu na watu wanapokea Roho Mtakatifu. Kubatiza watu na watu wanapokea Roho Mtakatifu. Na nyinyi mtabaki huko tu mnaongea maneno maneno isiyofanisha kitu. Siku ya mwisho mtaongea sana, na mkiongea sana mtafanya nini? Mtalala. Mkilala tena mkiamka mtalala mnaamka. Akila kitu bado vingaiki ndani ya kichwa chenu. Mambo kuongea tu. Maana kwa sababu mimi nasema kwamba nitaendelea kusema mambo inaongea na nitaprove kwa kila jambo. Kama mimi nakemea watu basi hata mapepo pia nitatoa ndani watu kwa mapenzi ya Bwana Mungu, kwa utukufu wa Bwana Yesu, kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu, ili watu wengi wakaje kwa Kristo. Sita. Je, mtapata tunzo gani kwa kuwapenda tu wale mnaowapenda? Je, twende Mathayo 5:46. Je, mtapata tunzo gani kwa kuwapenda tu wale wanaowapenda nyinyi? Hakuna, kwa maana hata watoza ushuru hufanya hivyo. Kama mkiwasalamu ndugu zenu tu, je,
mmefanya kitu kisicho cha kawaida, hata watu wasiomjua Mungu nao hufanya hivyo hivyo. Basi muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Wakristo nyinyi mnasamilia watu tu, watu unataka kuwasamilia. Mnaongea na wale watu tu, nyinyi mnataka kuongea nao. Mnawahubiria wale watu tu, nyinyi mnataka kuwahubiria. Nenda nje. I challenge every youth. Na challenge vijana wote. Kama kweli nyinyi mmeitwa na Bwana, kama kweli nyinyi mnasema na nguvu za Bwana, nendeni kwa washoga, nendeni kwa mabaa, nendeni ma streets. Hore basi prima sapa. Kwa walevi, watu wote usimchua Mungu, mwende mkahubiria neno takatifu. Mwende mkahubiria, mwende mkatoa mapepo, mwende mkafanya kazi ya Bwana huko. Haleluya. Mwende mkafanya kazi ya Bwana. La sivyo, basi roho Bwana aishi ndani mwenu. Mkishindwa, basi nyinyi mnafanya kazi ya Bwana kwa ajili ya utukufu wenu nyinyi wenyewe. Hamfanyi kazi ya Bwana kwa ajili ya utukufu wake. Tuanze kwetu hivi na hivi, wazungu, wazungu wanafanya nini? Wewe na mzungu je, hamna damu moja? Wewe na mzungu ukismile, je, jino lake alina white kama yako? Je, wewe na mzungu mkikufa, mifupa yenu si moja? Je, nyote hamkumbwa na Mungu moja? Je, nyote hamta urisi mbingu moja? Je, nyote hamta urisi kuzimu moja au jehanamu moja? Jehanamu moja? Do you think that there's two Jehannam? Do you think like there's two hell? Hell maki jehanamu ya wazungu na jehanamu ya Afrika? Upendo unakosa ndani mwenu, hamna upendo. Ndio maana nyinyi mnakakana tu kuongelea watu. Kuongea pa maneno pa. Sasa mnasema sana kuprove, sasa mprove nguvu zenu ni shida sana. Kuprove sasa kazi ya Bwana, kuprove kuonyesha watu sasa jinsi kazi ya Bwana itakavyo, jinsi ya kufanya kazi ya Bwana. Nyinyi ni Mungu aturehemu na Mungu awarehemu sana nyote. Kama mkiwasalimu ndugu zenu tu, je, mnafanya kitu kisicho cha kawaida? Hata watu wasiomjua Mungu nao hufanya hivyo hivyo. Basi muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kama kweli wewe una roho wa Bwana, kama kweli una upendo wa Mungu, utapenda kwa kila mtu apate habari njema. Utapenda kila mtu apate neno la Bwana Yesu Kristo, ili watu waache dhambi zao. Lakini kama wewe kweli mnafiki, unapenda ni mwako, hautawajali, utabaki kwa tu kwenye mitandao. Na kwenye mitandao hautapata watu watakuwa wale tu. Ondokeni mali hapa bwana, toka. Mambo ya kupata mtu hasira tu. Mambo ya aibu Afrika. Mambo yana mwendi mbele. Hamwendi mbele, mko pale mwendi mbele. Mambo ya aibu bwana. Asema nasema tu kwamba Afrika, it's you're the problem. Twende Warumi kama sikosei. Kitabu cha Warumi Warumi. Warumi 13, Warumi 13. Lakini Warumi 13:9. Maandiko matakatifu yanasema kwamba maana amri hizi, usizini, usiue, usitamani, na nyingine zote zimo katika amri hii moja: mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe.
ampendaye jirani yake hamdai vibaya, basi upendo ni utimilifu wa sheria. So ndani ya upendo muna kila kitu. Kwa maana ukiwa na upendo utajali watu wengine wamjue Bwana. Kama una upendo hautazini. Kama una upendo hautapenda kusema uongo. Kama una upendo hautakunywa vitu ndio vinavyochukiza baba yako au bwana wako. Kama una upendo hauwezi ukazini na mume wa na mke wa rafiki yako. Kama una upendo kweli wa Mungu ndani mwako, mambo ya ovu yote hautayashika ndani mwako. Upendo wa Mungu ndio utakuta kwamba Bwana anasema kwamba yeye alitupenda kwanza, kwa sisi hatukujua jinsi ya kupenda. Bwana alitupenda kwanza, hasa sisi tukampenda baadaye. Why? Because sisi hatukujua jinsi ya kupenda. Na ndio maana utakuta kwamba Bwana yeye ni mfano wetu jinsi alivyoishi katika maisha ya binadamu. Jinsi mwana alivyoishi ndio jinsi Bwana alikuja akataka kutufundisha sisi. Lakini utakuta wengi wanakataa kufuata matakwa ya Bwana Yesu. Hakika wengi watadai kwamba eti wanamjua Mungu. Wana upendo. Nyinyi hamna upendo. Kama kweli mngekuwa na upendo, mwingi lianza madini nyingi. Mngekuwa na upendo kweli, Mungu anza kuvuruga watu. Kama kweli nyinyi mna upendo, Mungu anza kuenda kwa wachawi au kuenda kwa waganga kuroga watoto au ndugu zenu au marafiki au majirani. Kweli kama mngilikuwa na upendo, Mungu anza kuwazia watumishi au kusema watu wengine vibaya. Kama kweli mna upendo, mungekaa ndani yake Yesu Kristo na kufanya mapenzi yake. Kama kweli nyinyi mna upendo, watu wangelijua kwamba mna upendo. Kama kweli nyinyi mngekuwa na upendo, watu wangekuwa wameshaokoka tangu zamani na Bwana Yesu Kristo. Ni hakika na Bwana Yesu Kristo angelikuwa asa kuja tangu zamani. Lakini watu wanakosa upendo. Wanafiki. Nyinyi ni wanafiki. Wanafiki wa hali ya juu. Kuleta evangelist, lakini kazi ya evangelist hatuoni. Upendo wenu unafifia, una upendo ndani mwenu. Penda kwanza, penda. Una upendo bwana. Tunasoma Yohana kwanza sura 2 mstari wa 5. Haleluya. Tunaanza mstari wa 4. Yohana kwanza sura ya 2 mstari wa 4. Mtu akisema kwamba anamjua lakini azitii amri zake, basi mtu huyo ni mwongo, na kweli na ukweli haumo ndani mwake. 5. Lakini mtu yeyote anayeshika neno la Mungu, huyo ndiye aliye na upendo kikamili wa Mungu ndani yake. Lakini mtu yeyote anayeshika neno la Mungu, huyo ndiye aliye na upendo kikamili wa Mungu ndani yake. Hivyo ndivyo tunaweza kuwa na hakika kwamba tunaungana naye. Mtu yote anayeshika neno la Bwana. Unasikia? Ninyi wa kwanza kupenda watu wengine kuwa na upendo. Lakini benu nyinyi wenyewe hamna upendo. Mambo yao ule. Maneno mengi tu, kupotosha watu ndio kazi yenu. Mnahubiri lakini hamkai ndani ya mahubiri. Mnafundisha lakini hamkai ndani ya mafundisho. Nyinyi wenyewe mnasema hiki lakini nyinyi wenyewe muishi ndani ya mafundisho yenu. Mungu aturehemu sana. Sura mstari wa 6. Mtu yote anasema kwamba ameungama na Mungu anapaswa kuishi kama alivyoishi Yesu Kristo. Tunaendelea 7. Wapenzi wangu,
Amri hii ninayoandikieni si amri mpya. Haleluya. Ni amri ile ile ya zamani mliokuwa nayo tangu mwanzo. Amri hiyo ya zamani ni yule ujumbe mliosikia. Hata hivyo, amri ninayoandikieni ni amri mpya, na ukweli wake unaonekana ndani ya Kristo na ndani yenu pia. Maana giza linatoweka na mwanga wa kweli umekwisha anza kuangaza. Yeyote asemaye kwamba yumo katika mwanga lakini anamchukia ndugu yake, mtu huyo bado yumo gizani. Unasema kama unapenda Mungu lakini unachukia ndugu yako, unachukia kuhubiria watu, unachukia kufanya mambo hii, bado wewe giza liko ndani mwako. Neno la Bwana, wewe ni mnafiki, wewe ni mfarisayo. Wafarisayo Wafarisayo kwa mfano, mtu wa Farisayo walikuwa navaa mavazi mazuri, kuonekana, kuheshimiwa, watu wapatie respect, wanahubiri neno, lakini maneno yao hawakuwa yaishi. Walikuwa tunafanya mambo tu kwa ajili yao, kwa ajili ya utukufu wao wenyewe, lakini hawakufanya kazi kwa mapenzi ya Bwana. Utakuta walikuwa na hukumu sana, wanaongea sana, wanatesa wana wa Mungu sana. Yeyote asemaye kwamba yumo katika mwanga lakini anachukia ndugu yake, mtu huyo bado yumo gizani. Kama unasema kwamba tunapenda ndugu yako, washoga wako huko nje, walevi wako huko nje, wainjilisti, naongea na wainjilisti, wanaita wana wa Mungu, watu wako nje. Nendeni mkawahubirie, nendeni mkawatule neno, nendeni mkawaombee, nendeni mkawatoe pepo, nendeni mkaonyesha upendo wa kweli. Na mkifanya hivyo, na mwishi katika maisha matakatifu, na mwende ingine sehemu mfanye mambo yale yale. Haleluya. 10. Yeyote ampendaye ndugu yake yuko katika mwanga. Hamna chochote ndani yake kiwezacho kumkwaza mtu mwingine. Lakini anayechukia ndugu yake yumo gizani, anatembea gizani na hajui anakwenda, maana giza limempofusha. Kama una upendo wa Bwana, lazima utapenda wa ndugu zako katika Kristo na waokoke. Wa ndugu zako walio nje walipotea, utapenda pia waokoke wakarudi nyuma. Utajifunza kwa lugha zao, utafanya chini juu ili ujue lugha zao ukawateke. Kwa maana mfano unasema kwamba hivyo nuru yenu ikaangaze kwa isipri. Hivyo nuru yenu ikaangaze ndani mwenu ili watu wengine wakapata mfano mbora kwa watu wengine. Lakini nyinyi bado, I don't think kama watu mtabadilika. Wakristo ndugu zangu wapendwa, tusipobadilika, nawaambia injili ya Bwana Yesu Kristo, kazi ya Bwana Mfalme, kazi hii haitaendelea mbali, hatutaendelea mbali. Tutakuwa hivi tu, tutabaki hapa hivi tu, mtabaki na makarama tu, mtabaki na mangoma yenu, mtabaki na makayamba yenu, mtabaki na mafilimbi yenu, mtabaki tu na makanzu yenu, mtabaki tu na vitu vingine, mtabaki na mambo iseloweka, na huko siku ya kiyama mtatupwa motoni. Bwana atawahukumu kwa vibaya sana tena sana, kwa maana umekosa upendo wa Bwana Yesu Kristo.
Mungu aturehemu sana. Mungu aturehemu sana. Hori basi kamera basi pray. How long? How long? Mambo haya yataendelea kurudilia yale kwa yale tu, yale kwa yale. Nina challenge vijana wote, na wa challenge watu wote, wa vijana wote wanaohubiri mtandaoni, vijana wote wanakemea dhambi, wanakemea watu. Nina wa challenge, kama kweli nyinyi ni wainjilisti, kama kweli nyinyi kazi ya wainjilisti yumo ndani mwenu, nendeni kwa washoga mkawahubirie, nendeni kwa walevi mkawahubirie, nendeni kwa mataifa mbalimbali, maasiri mbalimbali mkawahubirie, ili wapate neno kwa Bwana, ili wapate neno kutoka kwa Bwana, ili wapate nuru ikawaangazie, ili mapepo pia ikatoke, ili wengine wapate uponyaji na wengine wapate deliverance. Na usipremesa pa. Na Bwana bariki neno lake la siku leo. Amen.